Ukimya wa muda mrefu waliokuwa nao mwanamuziki wa Bongo Flava Bwana Yusuf almaarufu Mbosso tangu atoke lebo ya WCB umezaa matunda baada ya usiku wa mwezi wa 6 mwaka huu wa 2025 tarehe 12 aliweza kuzindua EP aliyoipa jina Room Number 3, tukio likifanyika ukumbi wa Milimani City jijini Dar es Salaam. EP hiyo ambayo iliweza kushuhudiwa na watu mbalimbali wakiwemo wasanii wa Bongo Flava, nyimbo za injili, taarab, singeli na wasanii wa maigizo. Ilijaa furaha, simanzi na vilio baada ya Mbosso kupanda jukwani kuelezea kazi yake hiyo yenye nyimbo 6 ambazo ni Power, Nusu Saa, Tena, Mareja, Siko Single na Aviona, sambamba na bonus track aliyoita Somani. Siku mbili kabla ya show hiyo, Mbosso aliweza kuelezea kwamba alipopanda jukwani aliweza kuelezea kuwa siku mbili kabla ya kufanyika kwa uzinduzi huo aliumwa sana na kumpelekea aweze kupelekwa hospitalini, hivyo alikuwa na hofu kubwa kwamba huenda ikawa kinachomsomboa ikawa kitakuwa kinasitisha hafla hiyo. Na hivyo basi ni kwamba aliweza kusema kwamba unajua, kuandaa kitu kama hiki yataka ujitihidi sana. Hamwezi kuamini mimi niliumwa siku mbili kabla ya uzinduzi wa EP yangu, ambapo nikakimbizwa hospitalini nikaambiwa nimepatwa na mchafuko wa damu. Mwanzo nilijiogopa, nikadhani tatizo langu la moyo limeweza kurudi. Hata hivyo basi Mbosso ameweza kufanua sababu za EP hiyo kuitwa Room Number 3, ambapo alianza kwa kueleza hivi ni kwamba hii ni safari yangu ya ukuaji wa maisha ya kimuziki. Hivyo Room Number 1 ni chumba ambacho tulikimaliza kwa muda mrefu, ni chumba ambacho nakishukuru sana maisha yangu ya muziki kwa sababu kiliweza kunitambulisha kwa watu wote ambao walikuwa hawamjui Mbosso. Hivyo shukrani nyingi kwa mkubwa Fela kwa wakati huu wakati huo ilipokuwa ya motobani. Lakini pia naomba muweze kumpigia makofi mengi ya shukrani msanii mwenzangu ambaye ni Aslay. Nimemtaja Aslay kwa sababu kipindi naanza muziki, siku yangu ya kwanza kwa msanii wa mkubwa na wanawe ni kwa sababu nilimwona Aslay anaimba. Tukiwa pale kituoni nikamsikia mkubwa Fela anasema anahitaji vijana rika kama ya Aslay wenye uwezo wa kuimba kwa yeye. Kwa hivyo kupitia kwa Aslay niliweza kupata ujasiri wa kuweza kuamini kumbe na mimi naweza kuimba. Hivyo basi Aslay ndiye aliyeweza kunishawishi kwenye muziki. Pia kupitia yeye nilijifunza vitu vingi sana mpaka leo hii kuwa hapa. Na akaweza kuzungumza kwamba Room Number 2 ilikuwa maisha mazuri sana kwangu ya furaha, upendo na kupata marafiki ambao tulikuwa tumeshibana sana na vijana wenzangu ambao wote tulikuwa tunaunganisha lebo ya WCB Wasafi ambayo inamilikiwa na Diamond Platinum, ambayo ilikuwa ni Harmonize na Rayvanny, Queen Darling na Rich Mavoko, Lava Lava, hadi pia ikafikia mahali kuweza kumpata Zuchu na D-Voice. Kwa Room Number 2 alielezea kwamba aliweza kutoa muziki tofauti pale na kuweza kufanya kwamba kuweza kuunganisha ama kuweza kujiunganisha na wasanii tofauti na pia matajiri na pia wanasiasa tajika sana hapa duniani. Na baadaye basi kwenye uzinduzi wa Mbosso aliweza kupanda jukwani kwa kuwashukuru watu waliohudhuria ukumbini. Kumbuka kwamba pia katika Room Number 3 aliweza kuelezea kwamba ameweza baada ya kutoka kwenye lebo ya WCB ameweza kuchukua takriban miezi 4 au 3 kwa ajili ya kutengeneza kitu kizuri ambacho ni EP yake ambayo aliweza kuizindua siku ya juzi, na ikiwa hiyo ndio Room Number 3, ikionyesha kwamba Mbosso ameweza kuwa na maisha matatu kwenye muziki. Na hivyo basi baada ya Mbosso kuweza kuingia pale ukumbini, kabla ya kushuka ni kwamba aliweza kuimba pale wimbo mmoja, na baadaye kwa mashabiki wake waliohudhuria kuweza kulazimika aweze kutumbuiza kiasi, Mbosso akaweza kuchagua wimbo wa Power uliomfanya Queen Darling katikati ya wimbo huo kupanda jukwani na kumkumbatia Mbosso. Wakaanza kulia, jambo lililomfanya Mbosso kushindwa kuendelea kuimba, wakaweza kushuka. Hata hivyo basi ni kwamba Mbosso ameweza kuipatia pale shukrani zaidi Room Number 3, akiweza kusema kwamba kwa sasa inapatikana kwenye majukwaa yote ya kusikiza muziki, huku akiweza kuwashukuru pia Watanzania wote kwa kuendelea kuwa naye katika jitihada zake za muziki. Amesema ndani ya EP yake imebeba mafunzo mengi yeye kufundisha na kuelimisha, hivyo amewataka mashabiki kuendelea kumpa ushirikiano na kutosha kuweza kuipanua EP hiyo. Kumbuka kwamba Mbosso Kani
aliweza kuwa katika lebo ya WCB, na miezi mitatu iliyopita tuliweza kumuona kwamba aliweza kutoka, na baadaye tukaweza kumuona kwamba ameweza kunyamaza zaidi, lakini kwa sasa tunaona kwamba huenda ukawa huu ndio mwanzo mpya wa Mbosso Khan kurudi kwenye industry ya muziki na kuweza kufanya vizuri. Kumbuka kwamba kama hii ndio mara yako ya kwanza, hakikisha kwamba na subscribe ili comment hapo, tuko na story nyingine zaidi tutakuwa mtu wa kwanza kuweza kuzipakua. Mimi ni Tomarandu Kazungu, endelea kututazama alafu tutakuwa tunasonga mbele.